Kizungumkuti wadau. Sasa leo ni Wednesday, okay? Today is on a fucking Wednesday. Lakini sasa nimeamka ni saa 4:58 ya asubuhi. Lakini sasa niko na kizungumkuti. Unaona vile nakaa? Nataka mniambie nakaa aje? How do I look? I really needed a shave, okay? Nilikuwa nataka kunyolewa leo. Juu nafaa kwenda Embu jioni home, nirudi home juu kuna mazishi. Si niliwaambia uncle yangu alikufa, brother ya babangu after tumetoka nyumbani 2 weeks ago. Brother ya babangu alikufa. Dead. Now nilikuwa nataka kunyolewa, lakini problem ni moja, mtu mwenye uninyoa alitoka mahali alikuwa anafanya kazi, alikuwa ananyoa akaenda na huku Kiambu Road. Sasa unaona siwezi enda huko. Since aende ameninyoa tu mara moja, lakini sasa tulipangana juu kule Kiambu Road anatokanga saa 2 ya usiku. So lazima ningoje afike town kitu hapo saa 3 ndo twende aongee na watu wa vinyozi somewhere, sijui atawalipa ngapi, aninyolee kwa mtu. Sasa jana tulikuwa tumepangana ninyoe jana. Okay? Hizi sasa ni stories za mkundu hizi. Yenye haziwahusu, lakini lazima niwaambie. Alikuwa aninyoe jana usiku na tukapangana vizuri sana, na akanipigia saa 2 akitoka Kiambu Road. Akaniambia anakuja. Lakini sasa kuna shida moja. There's only one problem, guys. Alinipigia simu, lakini mukideni nani? Niligua juu ya kuma. Sasa unaona, alinipigia that moment yenye umeskuitisha mtu. Na mimi nikisha kamu naendaga bathroom immediately kuoga. So mimi nilienda kuoga. You understand? Mimi nilienda kuoga. Sasa nikiwa bafu, kumbe ndio nasikia simu ikilia. Fuck. Nilijua tu, lakini mimi sikuagi na pressure. So mimi niko like okay, simu inalia, si nitachukua, nitakuja kuangalia ni nani nikitoka kwa bafu. Mimi nikidinyana after every kumwaga lazima nioge mwili juu ya kusweat and water view. Alafu pia natakaga ni make sure nimeoga. By the time naoga, every time nisikie kukojoa, ndo nikojoe zile sperm zimebaki kwa urethra zitoke, so that nikikuja kurundi round nyingine kusikue na after cam, upatie msichana wa wenyewe mimba. Unajua after cam inatokanga while you are thrusting. That aside, alipiga simu nikiwa bafu nikioga. Kukuja nikapata, hata nilipata new number, lakini nikashuku ni kinyozi wangu. Kumpigia alinikosa, sijui ilikuwa 10 minutes or something, lakini nayo pia tao kulikuwa kunanyesha, so I understand. So kunikosa for 10 minutes, alipiga simu moja akanikosa, nikakuja nikapata miss call ya tuseme 10 minutes ago. Kupiga ananiambia yeye ashapanda gari, ameenda nyumbani, ameenda kwa nyumba. Sasa nikamuuliza sasa rada tufanye, akaniambia afanye aje, aninyoe leo na ujue nafaa kutoka leo. Sasa nikamuuliza itakuwa aje possible ukuje uninyoe leo saa 2 ya usiku na nafaa kwenda Embu leo. Kwa hivyo kumaanisha ukikuja kuninyoa leo saa 2 utafika town saa 3, uninyoe utakuwa ukinimalizia saa 5 ya usiku, nitapata gari? Akaniambia sasa wacha afanye aje, aombe ruhusa ndo atoke mapema by saa 2. Si ati atoke sasa kule saa 2, by saa 2 akue town. Lakini nimefanya hiyo hesabu nikaona haitaingiana. Vile mazishi siku hizi inazikanwa mapema. I swear mazishi siku hizi si kama kitambo, mazishi ilikuwa tia saa 8 huko saa 9. Juzi karibu nipitwa na nyanya yangu December. Nyanya yangu tulilala huko juu tukakesha mpaka wakati wa kuchimba shimo nilikuwa live yote. Tukatoka hapo kwa nyanya yangu around 6. Si nikaenda nyumbani kujiwekelea kidogo. Kuenda tu hata sija nini, nasikia magari za mazishi zinaenda. Ai, nasikia kitokeni. Nikasema stoki, and then nitawapata mochari. Let me tell you Maina. Kusema and then nitawapata mochari. Do you know by saa 4 asubuhi? Wakati nasema sasa nilikuwa nadhani nitaamka saa 4 asubuhi, nioge niwapate juu nilikuwa nadhani mwili itatolewa hapo saa 6. Wapi? Nakwambia unaona nikiwa tu nimejiwekelea hivi saa 4. Nilisikia magari za mazishi ndo hizo zinaimba tena zikirudi. Sasa nikuoka mbio niende mazishi isipite. Siku hizi mazishi inaisha mapema sana by the way. Siku hizi sijui kunaendaje, ni kama watu hawakufi, hakuna jam mochari. So ni kumaanisha
Si itabidi tu niende hivi. Itabidi niende hivi wallahi. Mnaonaje? Na sisikai vibaya sana. Hiyo nywele haikai vibaya sana. Nimenyolewa juzi nikienda ushago. Nimenyolewa 2 weeks ago nikienda ushago by the way. Nikana nini haka sasa? Alafu niko na another problem. Nani mnajua ako na kiti ya leather, pure leather? I have a problem. Sasa hii kiti imeisha. Hii kiti. Ona hii kiti. Imechapa, nataka kuitupa nje. Unaona vile iko? Unaona vile inakaa? Imeisha hii. Nataka sasa kiti ya pure leather. Juu ya wasichana wenye huwa wana squat. Kiti yenye haiwezi haribiwa na maji. Yaani kiti yenye haiwezi, kiti tu ya kupanguza, pure leather. Pure genuine leather. Inaitwa genuine leather. Na ni wapi mnajua naweza pata 2 ya genuine leather? Hii kiti imezeeka, hii imechapa. Imechapa. Mnaona aje? Nakaa poa. Sikai vibaya. Nywele tu hizo go jamani. Na naenda siku moja, si eti naenda kukaa ushago. Ni mazishi tu ya kesho alafu nirudi nitafute pesa jamani. Kitu yenye sijui ni ati hiyo mazishi ilikuwa na budget ya 120,000. Sasa sijui kama wamechanga ikatosha. Unajua mazishi ni ya kesho. I don't know kama hiyo pesa imetosha. Although nilikuwa nasikia kuna ile huyu alikuwa kwa group fulani inaitwa ati mujizike mkiwa uhai, ati wethike wimwo na Kiembu. Wethike wimwo ni kumaanisha ujizike ukiwa uhai. Walikuwa wanatoa 100 ati hao sasa wanasimamia 60k, meaning 60k ndio ilikuwa deficit. I don't know sasa kama watu wamechanga, watu wa maombolezi sijui. Sijapata hiyo update. I hope wamechanga so that I don't have to chip in. I hope so. Anyway, ndio nimeamka guys, nataka kutafuta breakfast mimi, mtoto mdogo. Nataka nitafute breakfast. Si nitafute, nitengeneze coffee. Kwa hii nyumba niko na beef, niko na njahi, niko na pork, niko na poko. Niliwaundia video mwecheche jana usiku ikapotea. Kurekodia kitu TikTok ni dangerous. I swear TikTok motherfucker. Ilipotea. Na unajua nilifinya mpaka post na nikaiedit na nikapost. Posting ilipotea. Haiko anywhere, haiko kwa deleted videos, haiko kwa nowhere. Haiko kwa nitawa nini? Nitawa nini ile umbo iko pale juu. Haiko draft, hakuna, ilipotea hiyo video. Sasa thank God nilikuwa nimerecord video zingine normally, si kurekodia TikTok. So hizo part ndo nimewapostia. Hiyo part yenye napika pork. Kulikuwa sasa na other parts zenye zilipotea nilirekodia TikTok. Akianga hiyo video ilikuwa mwesese. No wonder nikiangalia hiyo video, no wonder mnaniambia kwa comment section haki ya Mungu Netflix waka accept content yangu, nimeomoka. Hiyo video hiyo nayo ilikuwa mambo mbaya. But ilipotea, iliacha tu parts zenye no hawi Mungu Baba. Ni sawa tu. It's okay. Mnaniangalia aje mkisikia nimeskuitisha mtu does not mean mnaangalia kitanda niko huko hakusukui kwa kitanda. Kusquat kama najua nataka kukusquatisha na kukalishaga kule huko. Vile utasquat mingi ikue kwa floor. Unioshe. Uninyunyizie maji. Anyway, that's it and done. Acha niende nitengeneze coffee. I'm out guys. See you in the next one. Tuonane probably ama acha niingie live. Alafu nipange tu nguo zenye naenda nazo ushago. Nitapanga tu nguo 2 by the way. Nguo 2, viatu 2, that's all. Sinaenda leo. Nilale, mazishi ishe kesho. Mazishi kisha kesho naweza rudi kesho. Ama ni kesho kutwa. Ni mbaya. Ama niende nikae siku moja nipange ile nyumba. I don't know. Whatever. Kuna ile nyumba najengewa, niende nipange niwaambie vile wataadjust. I don't know. See you in the next one, motherfuckers.